Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord this morning. Hallelujah. I welcome you this morning and I tell you good morning. Shalom. May the peace of the Lord be with us. Be with you, be with me. And I want to bless the Lord this morning for all of you. And I welcome each one of us that you can be with us this morning. Karibu sana. It is our 7th day, the first week of our fasting and prayer of the journey of 40 days. And so I welcome you. I welcome you that you may join us this morning. And I would kindly ask you to help me share, help me reach out to 2, 3, 4, 5 people. We are also live on YouTube. I would also want you to help me confirm whether my sound is fine. You just let me know whether my sound is fine by writing for me a comment there. Yesterday, I did not go through with the YouTube video, but if you confirm from your end, you can help me this morning by the grace of God. Naye Mungu atakubariki, atakujalia, even as you start by helping another person to come on board. So share on your status, on your stories. Let it be known that you can only draw people to the Lord first before you draw them to your breakfast or even to the agenda that you are planning today by the grace of God. So I welcome us on board by the grace of God. It's day 7 of the journey of 40 days. Kwa hivyo karibu sana, karibuni sana by the grace of God, and the Lord will bless you. I love you this morning. This is why the Lord has brought me, that we can be together in this prayer session in the name of Jesus Christ. So in the next 50 minutes, we will be in prayer. We will be calling upon the name of the Lord. And so we are on day 7 of our journey of 40 days. We are doing the partial fasting, which is taking fruit, beverages, and veggies. Taking fruit, veggies, and fruit. And so I am calling upon us that we may join together and pray. Even if you are starting today, the Lord has a purpose why you are here on this day. And the Lord will bless you. The Lord will hear your prayer. Kama unaanza leo, unaweza amua kufunga leo. You can skip some meals or you can start with us. You can join us. We are praying for you in the name of Jesus. Ya kwamba neema itakutosha. It is how you align your ear with the will of God. How you align yourself with the will of God. Because the will of God is already established. It's now for you to align with it. And that will be done. That will happen. Because our God is so faithful. Our God has put it in that principle, that manner. That is the way it should operate. That we should be in the will of God. If you remember in the Lord's Prayer, the Lord teaches us that we should pray, may thy kingdom come and thy will be done. That means there is the will of God that is already there, that should be done in our lives. And so we should now align our lives to this will of God, that it will happen, that it will take place in the name of Jesus. Na kwa hivyo mpendwa, ninakuombea asubuhi ya leo ya kwamba utaweza kufahamu ya kwamba maisha mema sio bidii, maisha mema sio mipango, maisha mema sio masomo, maisha mema sio ati siku imekucha na umeamka mapema. Hapana, maisha mema ni kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako na kuanza kutenda, kuanza kutekeleza yale mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Familia yako unaiunganisha na mapenzi ya Mungu, kazi yako unaiunganisha na mapenzi ya Mungu, hata matendo na mipango, mikakati yote ulio nayo, unauliza Mungu, is this the will of God? So that you don't force things, you don't push yourself to things that are necessary or are very contradictory,
very contrary to the will of God. Kwa hivyo mpendo wa leo asubuhi, tunajiunganisha na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Our subject today as we begin our prayer is to align our lives to the will of God. And now I will also introduce the very topic that we are going to pray for today, the very area amongst others ambayo pia usisahau kuiombea katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaombea neema, baraka, mkono wa Mungu uwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Thank you Miriam Patu. Shalom to you. Karen Jologe, good morning. Mary Buru, good morning. May the Lord God bless us. Help me to share. Help me to share this, and the Lord will bless you. The Lord will be with us even as we continue with our prayers, the day 7 by the grace of God. Those of us who have been on the mountain, you can feel the refreshment. You can feel how the Lord is renewing your strength, that you are excited for each day for the glory of God. Karibuni sana ili tuweze kuanza na kuendelea katika maombezi ya leo in the name of Jesus Christ. Lydia Wanja, good morning to you. Good morning to you. Karibuni nyote, karibuni tuendelee na safari ya maombi in Jesus name. Welcome wapendwa. I want us now to pray. Ningependa tuombe ndio tuanze safari yetu. Karibu sana Dennis Johnson. Let's continue joining and sharing. I pray that you can remain, that we may go all the way by the grace of God. Na Mungu atatujalia akituneemesha in the name of Jesus Christ. Our Father and our God, in the name of Jesus, we pray this morning. Tunaomba ya kwamba Baba, katika siku ya 7 unatupokea katika mlima wa maombi. Baba wa mbinguni, wewe umetakazika, wewe umeinuliwa, wewe umeheshimika, wewe ndiye mfalme wa falme. Ni mkono wako Bwana umetuleta ubali huu, wewe ndiye umepigana vita vyetu, na wewe Bwana ndiye uliye na mpango na makusudio mema ya maisha yetu. Sasa asubuhi ya leo Baba, wewe uliye mtakatifu Bwana, sisi ni wenye dhambi, tuhurumie. Damu ya Yesu itakazayo, ioshaye, inayetufanya wasafi, si sasa Baba ikatekeleze Mungu wetu kuosha maisha yetu ili tukubalike asubuhi njema. Nioshe Baba, nitakaze na ukubali dhabihu yangu ya maombezi asubuhi njema. Naombea ndugu yangu, dada yangu, ya kwamba Baba unamhurumia, na kwamba maombezi yetu ya leo siku ya 7, hata wale ambao wanajiunga nasi mara ya kwanza, Baba wa mbinguni, zote unaturehemu na unatupokea katika uwepo wako. Tunaomba asubuhi njema ya kwamba maombezi yetu unayapokea, utatutendea, utashuka, utatutembelea, na Mungu wa mbinguni, mwaka wa 2025 utakuwa vile umetupangia. Tunajiunganisha na mpango na mapenzi ya mpango wako
katika maisha yetu mwakani huu. Tunaomba ya kwamba Mungu, hatutojipeleka, hatutokuacha, hatutojihangaisha kwa sababu ya kutoomba. Sisi tunaomba utusaidie, utuwezeshe, utuelekeze kwa jina la Yesu. Wewe usikiae maombi, wewe unayetufahamu vyema, naomba asubuhi ya leo, kuna miujiza itatendeka, kuna mambo makubwa yatafanyika, kuna uso wa Bwana utang'aa juu ya kila mmoja wetu, kuna mkono wa kuume wa Mungu ambao utatuinua karibu na wewe. Aliye mgonjwa atapokea uponyaji, aliye chini atainuliwa, aliyedharauliwa Bwana utamuinua, utamrejesha kwa jina la Yesu. Kuna milango mingine very stubborn, tumenock, tumegonga, tumebisha, haifunguki. Unaenda kufanya mapya, utaifungua kwa jina la Yesu. Naomba Mungu, wewe Bwana tunayekutafuta, patikana nasi. Tunaomba Baba, wewe tunayeomba, si utujibu, na umeahidi kutujibu. Asubuhi njema, shuka Baba, tutembelee Bwana, tufanyie mapya katika maisha yetu. Hatuwezi bila wewe, hatujui the next thing, hatujui what to do this new year. We don't know where our resources are. My God, we are not certain of anything, but we are sure this morning we are in the hands of our loving, all-powerful Father, who will do, oh my God, that which is for the purpose of His will in our lives this morning. Naomba Bwana tutembelee. Bwana jifunue kwetu. Mungu wetu tupokee. Tumepiga kambi kwa huu mlima for 40 days ili Bwana utuelekeze, utupe mpango na utuwezeshe kwa jina la Yesu. My God, from here we will not be desperate. From here we will not be down. From here, Lord, we are accessing the next level. We are switching gears in the kingdom of our Father, and thy will be done in our lives as it is being done in heaven, in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, naomba maadui wanashindwa, silaha zao zinavunjwa, minyororo inavunjika, mapepo na mashetani yanafurushwa kutoka kwa maisha yetu. Na Mungu Baba, unatuinua, miujiza na ishara zinaandamana nasi. Naomba Bwana, mbingu wazi asubuhi ya leo na katika maisha ya wapendwa, tuinue, tujalie, tuneemeshe, na Bwana hata utunenee asubuhi njema kwa mlima huu. Ni asante kwa maana unatenda. Utainua watoto wetu wakienda shule, utabariki taifa letu, unatubariki na unatujalia kwa njia ya kipekee, kwa maana tumaini letu, Mungu wetu, msaada wetu hauwezi kutoka kulia wala kushoto ama kusini. Mungu wetu, tunajua ni wewe Bwana, tunakutafuta, patikana nasi Baba. Tunaomba, si Mungu uturehemu, utujalie na ututendee. Asubuhi njema tunaposhiriki na wapendwa wa Baba, ninaomba Mungu wetu uwe pamoja nasi, upokee maombi yetu, na katika mlima huu tuseme kama Ibrahimu, you are Jehovah Jireh. Mungu wetu, tunaomba uwepo wako pamoja nasi, tunenee, tuneemeshe na upokee maombezi yetu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba pamoja na wapendwa Baba, tupokee in Jesus name. Amen, 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 amen. Karibu sana Stanley Macharia and Boniface Ichoho, karibuni katika jina la Yesu, ili tukaweze kuendelea na maombi ya asubuhi katika siku yetu ya 7 ya kufunga na kuomba. Wale ambao tumekuwa nanyi, mnajua utaratibu wetu ya kwamba kila asubuhi tunaleta hitaji moja, ambalo hilo hitaji litakuongoza, litakuelekeza unapoombea mahitaji mengine katika ile siku. Na leo tunaomba the next level, ya kwamba tumekuwa katika level fulani na ungetamani kupanda katika kiwango kingine. Each one of us, hata watoto wetu this January, they have moved to the next level. Watoto wetu in this January wameweza kuingia katika kiwango kingine, na tunaomba Mungu ya kwamba atawaelekeza into the next level by the grace of God. Hata wewe unapoamka unasema mwaka ni mpya. Mwaka mpya sio tu tarehe, hapana. Kila mmoja wetu yuko na mipango ya biashara, yuko na mipango ya kila mambo ambayo unafanya, unahusika nayo. Kuna kitu ambaye unapangia, and we are praying for the next level today.
We are praying that we will not stagnate, lakini kuna kitu Mungu atatenda, kuna kitu Mungu atatufanyia katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba kuna jambo ambalo Mungu atakuinua na kukutendea. You know, this morning I want us to pray for our trust in the Lord, that we will be able to switch to the next level, ya kwamba Mungu atatuondoa katika hali ya kawaida na atatuelekeza mpaka kiwango kingine kwa utukufu wa jina lake. Tumekawia. Kuna mtu amekaa, kila wakati unasema nitaanza biashara, kila wakati unasema nitahama maeneo haya, kila wakati unasema ninataka kuanza a new thing, I want to shut this one down and I want to activate a new thing, lakini haujawahi fika kile kiwango. Kila wakati unasema Lord, when will you renew my marriage? When will you renew my faith? When will you renew this particular agreement? Wengine hata ni kuongezwa mishahara katika mahali tumeajiliwa, kila wakati the pay slip, you know, mambo mengine yanamea but your pay slip never grows. Yani your profit even in a business, it has remained stagnant. Yeah, na kama kuna change, it is changing downwards. I am praying with us today. I ask us that we pray that our next level will be an upward level, will be a level of glory to more glory, will be a level ambayo hata wewe ukiangalia nyuma unasema ninajivunia ya kwamba Mungu amenibariki, Mungu amenikumbuka. Haleluya. Na watu hata wako kwa doa, miaka ni mingi, munaaminia Mungu muujiza wa mtoto, lakini hiyo level haijawahi fika. Today tunaaminia Mungu that level, kwa maana yeye anaweza kuja jana, anaweza kuja leo, anaweza kuja kesho, katika jina la Yesu Kristo. And so I am praying with you this morning ya kwamba Mungu atatenda. Wengine ni watoto wagonjwa, pengine tumekuwa tukiomba na wewe, umeamini na mchungaji wako, umeamini na your mother, your prayer partners, mumeamini ya kwamba mtoto atapona, bado hakuna kitu kimefanyika. Mumeamini ya kwamba ndugu yako atatoka kwa pombe, hakuna kitu kimefanyika. Mumeamini ya kwamba aliyepotea atapatikana. Kuna watu hata walienda ng'ambo, wameomba, wametafuta makaratasi hawajapata. Kila wakati tunaamini huu ndio mwaka wa kupata the papers, huu ndio mwaka wa kufanya hivi na lile. I want us to pray today in the name of Jesus that the next level is a sure thing. On the mountain we are pumping faith, and faith moves mountains. Faith comes, you know, God travels through faith. Faith is the means by which God comes through in our lives. Na kwa hivyo leo tunaomba the next level in every area of our lives. In your marriage, the next level of joy and the favor of God. In your family, the next level, hallelujah. In your business, the next level, in the name of Jesus Christ. Ya kwamba katika mahali ulipo kuna kiwango kingine unatamani, na ninajua unakijua. Hata kama uko kwa biashara, there is a plan unayo, unasema one day I will buy this, I want to add another outlet, I want to increase my stock, I want to start importing my things. You know, there is a way that you have planned and programmed. There is a way that you are thinking. That is the next level ambayo tunaileta katika uweza wa Mungu. Naye Mungu ametuahidi atatutendea. Mpendwa, leo hii, don't sabotage your next level by not praying. You know, don't shrink. Don't put a ceiling, a very low ceiling to your next level. You are capable of rising. Wapendwa, kwani wale wanaitanishwa na mambo makubwa si ni wanadamu kama sisi? Mdomo ni moja, meno ni ile ile, kichwa ni moja, na kuambia, but they are in a level that we are looking up to them and saying, when I grow up, if the Lord would bless me. We are all, you know, looking forward to that. Si hata wao kuna mahali walianzia wakabarikiwa. Hata sisi kuna mahali tumeanzia, tunaomba tubarikiwe ili tufike katika kiwango kingine. Myself as a minister, I look up to the church fathers and I am saying that there will come a time that others will mention me
as a church father, and so they will admire, my levels, my ways of ministry, and how I was, committed to my faith. I am praying for us ya kwamba this morning that desire that you have, tamanio na tumainio ambalo uko nalo ya kwamba Mungu atatenda, utaliombea leo, the next level ya kwamba Mungu atashuka na atatenda. And let me say this to us this morning. It's a very serious revelation that what you are going through right now, I have been in prayer seasons. Na wakati tumekuja kwa mlima, these are experiences that you need to understand so that you are encouraged to pray. Number one, that while on the mountain of prayer, being on the mountain of prayer does not mean absence of challenges. Kuja kwa mlima haimaanishi ati pale kuna amani, pale hautakuwa na tempa ama anga katika huu mlima. Hapana, hizi vitu zitakuja. Uelewe hiyo. Jambo la pili, understand why they come when you are in a prayer season. They come as revelations. They come as signals. They sensitize you. They come to alert you that in the life you are going to have ahead, these are areas to pray about. Na kwa hivyo wakati mwingine unakuwa unapata uko na challenge na mke wako na mume wako na watoto wako, uko na challenge kwa biashara. Hiyo inakufunulia kukuambia ombea biashara. Kuna hii area ambayo usisahau kuiombea, because God will be coming to answer the prayers that we have done in the year on the mountain. Na kwa hivyo mpendwa, wakati uko na challenge kwa mlima, umefunga lakini mambo ni kama haingiani, it is telling you this is the area you are being given the materials to pray for. You are being given the areas to stand in the gap and call upon the name of the Lord for. Kwa hivyo mpendwa, kama uko kwa mlima huu ama mwaka umeanza na changamoto, unaona ni kama mambo haingiani, hiyo ndio area ya kupeleka katika mlima. Mungu anakufanya sensitive ya kwamba you will encounter these challenges ahead of you in April, in May, in March, in February, in August or in December. And kwa hivyo, na kwa sababu our prayers are not expiring, God cannot forget our prayers. Ndio maana anafanya tufunguke macho kwa mlima, tupate areas za kuombea. Kwa hivyo kama unaenda mnapitana na boss, unaona watoto wako ni kama hawana mwanzo mzuri, those are areas God is giving you a revelation on what to pray for. Na kwa hivyo kama mambo hayaendi, kama mumegombana hata asubuhi ya leo ama usiku, jua ya kwamba that is an area, because uko kwa maombi, uko kwa mlima. Mungu anataka ufahamu vile utaenda. So don't be discouraged. Don't feel like katika mlima huu ni kama maisha ni kawaida, ni kama Mungu hashuki, ni kama haitendeki. It is our time to talk with God. God will later on address our issues and he will do what he has purposed to do in our lives because we prayed. Kwa hivyo mpendwa, usitishike uone ya kwamba kama kuwa juu ya mlima haifai, ni kama kuwa juu ya mlima ni kama mambo hayabadiliki. Yale umeanza kukutana nayo since January 1 kuendelea, Mungu anakuonyesha mwaka ambao uko mbele yetu vile ambavyo mambo iko. Na kwa hivyo hiyo area umeencounter, kama umedanganywa, kama umevunjwa moyo, kama umekuta ya kwamba ni kama hata hauna ya ku meet your bills na mambo mengine, hii area take them to the Lord in prayer. Naye Mungu yuko na uwezo wa kuondoa milima, yuko na uwezo wa kufungua na kufunga milango. Yeye hakuna jambo gumu na yeye. So don't be discouraged even as we continue to pray. Those are areas. Kwangu mimi ninapoona mambo hayaingiani ama ninaona mambo mengine yanaingiana, the Lord is telling me, now pray. Kama ni baraka, pray for the preservation of that area of blessing. Kama ni changamoto, pray against the forces of darkness that are, planning and preparing to attack or to bring you down. Yani unaweza kufunga na itafungwa mbinguni. Utaweza kufungua na itafunguliwa mbinguni by the grace of God. So this morning, wapendwa, as we pray for the next level,
Don't be moved by the surrounding experiences. The year is still young. Na kwa hivyo usione sasa ninaombea ati mshahara wa 50,000 na tayari mimi niko na mshahara wa 15,000. Usiangalie the current salary, the next level ni hiyo unataja ya 50,000. Sasa unajiuliza, sasa mimi nasikia naweza tamani kujenga, lakini sasa ni chakula ama ni kupeleka watoto shule? Wewe peleka watoto shule, but don't lose the sight of the next level. One day utajenga, mpendwa. Usikome kupanga. Wewe panga as if you are here forever, lakini unapoishi, ishi kwa siku. Kwa hivyo kama leo ni kupeleka watoto shule, wewe peleka watoto shule. Kama leo ni kunegotiate na landlord, wewe negotiate na yeye, lakini uko na mpango that one day the Lord will move you into your own compound, into your own place, into your own business, into your own, yani do not lose the sight of your future, the next level, because plans, they help us. Plans, they help us even to utilize, even to bring the resources of God to the useful use, mahali ambayo inahitajika kuwekwa. Na kwa hivyo mpendwa, do not stop dreaming, do not stop planning, do not stop admiring, do not stop even looking forward to the fulfillment of that dream. Hata kama currently all the signs are showing otherwise. We don't just live today, we live by faith, ya kwamba kesho ni jema kuliko leo. It is at the place of prayer that we are able to convince and persuade our hearts and our lives that there is God ambaye ameshika kesho, na kesho ni jema kuliko leo, na hata leo ni jema kuliko jana, kwa sababu kuna Mungu ambaye atatekeleza na atafanya mema katika maisha yetu. So today we are praying for the next level. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, it says, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Hallelujah. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Wapendwa, the Lord is asking us one thing: trust him with all your heart. Ninajua uko na mipango, ninajua tumesoma, even myself I've been in school, I'm trained, but do not depend on your own understanding. Trust without neglecting your qualifications, your call for excellence. Usiachilie hiyo, lakini tumaini lako ni ndani ya Mungu. I am a father, but I am not trusting in myself ya kwamba mtoto wangu atasoma. I'm not in full faith ya kwamba nitamlipia shule, ya kwamba nitamlea kwa njia za Mungu. I am trusting God for the supply. I am trusting God for opening the doors for me to be able to raise what it takes to pay the fee. And that is the example, that is an illustration, that is the way I can explain this trust in the Lord with all our hearts. And the way we demonstrate that we trust in the Lord is, one, to pray about what you desire about the next thing. And so the Lord promises that he will show you which path to take. Mungu atakuonyesha, Mungu atanionyesha ile hatua na ile njia, ule mwelekeo ambao ninastahili kufuata. Mama uko pale, Mungu ataelekeza nyayo zako. Baba uko pale, Mungu atakuelekeza katika ile hatua, ule uamuzi unastahili kufanya. Wapendwa, in our businesses, the way to invest, the way to partner, the way to source, I am telling you, if the Lord guides you, if the Lord leads you, if your trust is in the Lord, those deals will be made by God. Any deal that is God made, it is a sure deal. You are not guilty, you are not in fear, it is also permanent, kwa sababu imetokana na Mungu ambaye anajua mwanzo na anajua mwisho.
Yeye anaelewa hata katikati. He is the Alpha and Omega. Mpendwa, familia yoyote whose trust is in the Lord, the Lord guides those parents, the Lord leads those children, the Lord supplies, and the Lord authorizes. He orders where your resources are to find you, kwa sababu yeye ndiye Mungu. Any marriage that is founded on trust in the Lord, it stands. Wapendwa, kila changamoto, watu ambao wanaaminia Mungu uponyaji, watu ambao wanaaminia Mungu visa, watu ambao wanaaminia Mungu kazi, biashara, wanaaminia Mungu reconciliation and restoration. Hiyo mambo, when you trust the Lord, you trust in the Lord with all your heart, our God is so faithful. Atakuja, atatekeleza. Proverbs 3 verse 5 to 6. Na kwa hivyo mpendwa, ninakuombea asubuhi jema that you shall trust in the Lord. You shall believe in the Lord. You will not look back. You will not look sideways. Your focus, your eyes will be unto the Lord, because you are believing God for what he will do. Kile amesema atatenda, kile amesema atafanya, yeye ni mwaminifu, atakifanya katika jina la Yesu. Amen. And listen to what he will do. Wakati amesema atafanya, na ni kwa nini tunaomba, ni kwa sababu ya Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. Those of us who went to Sunday school, we recited, and we can still continue to recite the scripture. Jeremiah 29:11. The Bible says, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Hallelujah. You know, when you seek his will in all that you do, when the Lord says, "I will show you which path to take," in Proverbs chapter 3, then in Jeremiah, the prophet reveals to us what God will do. He says, "I know I have plans for you, and the plans are good and not for disaster, to give you a future and a hope." Wapendwa, a future is the next level. That future is preserved by hope. You are hoping about that future. And so our next level is secure in the hands of God. God is not making our future. God has already completed your future. Anasema, before you are formed, in Jeremiah 1 verse 5, before you are formed in your mother's womb, I knew you, and I ordained, I appointed who you will be. He says to Jeremiah, I appointed you to be a prophet to my people. That means God, before you are born, your whole plan, your whole program of life is already established. It is your obligation. It is your responsibility. It is your business to download your life, hallelujah, from the sight of God. You are serving on that site, and you are saying, I'm Googling year 2025. What is the plan of God for my life? How you download it, how you bring it from the sight of God is by prayer. Hallelujah. Na ndio maana maandiko inasema, the plans I have for you, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. To give you a future and a hope. Mpendwa, we need to know. You know, there is that story that I was told, and I would give it within a second, ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anasafiria na merikebu. They were cruising, na akabeba chakula akajipanga, na alipokuwa kwa meri, the stewards, the waiters and the waitresses walikuwa wanakuja wakati wa manikuli, wanamuuliza, hi sir, unataka kupewa nini? Anasema, I don't need anything, because he thought ya kwamba wanapomletea kitu inawekwa kwa bili yake, na hakupanga kutumia pesa, hakuwa na zile pesa pengine za kununua zile vinywaji na chakula. Later on, kwa sababu miezi na miezi ilienda, it was a 6 months cruise ship cruising,
chakula chake ni kama kilioza ama kilisha. And so one time akawauliza, by the way, hii chakula mnauzanga aje, na kama mnakopesha ama mnachukua kadi, vitu kama hivyo. Wakamueleza, sir, can we see your ticket? Na wakati waliangalia ticket, wakakuta ya kwamba alikuwa amelipia everything, the boarding fee, everything, the food and everything alikuwa amelipia. Na wakamwambia, sir, since the day you checked, since the day you bought this ticket, you had catered for everything. Lakini huyu mtu amekaa miezi, amekula chakula kimekauka, alienda an extra expense kubeba chakula, na kube alikuwa amelipia ile chakula. Wakati mwingine maisha tunayoishi ni ya kubahatisha. Yaani Mungu ashapanga maisha yako. Kazi yetu ni kudownload that life from the sight of God, ili tuweze kuishi mpango wa Mungu katika maisha yetu. Mungu ashamalizana na maisha yako. Maisha yako imetengenezwa, imebarikiwa. Kazi yako ni kualign, ni kucooperate and comply to the will of God in your life. Na ndio maana tuko kwa huu mlima, mpendwa. Tusiwe kama huyo mzee ambaye alikuwa kwa hiyo hadithi yangu. Sijui kama ni true ama sio true, nilipewa hiyo hadithi. But taking the lesson from that illustration, that you could be a living a life that is a guess, a life of struggle, a life of even rejecting and hating, disappointing yourself. Na kumbe ni wewe haujakuja kwa Mungu na kumwambia, Baba, si unielekeze, si unionyeshe njia. I love the prodigal son in Luke chapter 15, ambaye alisema, I will rise up from this desperate position and go back to my father, repent and ask him to give me a chance as a servant, even if not as a son. Mpendwa, Yesu alisema ya kwamba baba yake alikuwa anamtarajia, anamgoja, aliweza kumfanyia hata sherehe. Mpendwa, let us come to this plan of God. The Bible says, for I know the plans I have for you, says the Lord. The plans are for good and not for disaster. Plans to give us a future and a hope. Kama mzazi, ombea watoto wako that the plan of God will happen in their lives. Huenda right now, the kind of life they are living, kwa sababu yeyote ambaye hayuko kwa Kristo anaishi kando na mpango wa Mungu, anabahatisha maisha yake, anajaribu hili, anajaribu lile. I want us to pray in the name of the Lord, that the Lord will lead our children. The Lord will align our children with the next level. The Lord will align our family with the next level. That the Lord, this future, ambayo anasema is to give you a future and a hope, ya kwamba Mungu atatutayarisha, Mungu atatuinua na kutufikisha katika kile kiwango. Your business is in this future and hope. Your afya, miaka yako is in this future and a hope. Your relationships, your networks. Jana tulikuwa tunaomba for Destiny Helpers Network, ya kwamba kila yeyote ambaye ataingia katika maisha yako, atahusika, awe ni mtu ametumwa kuchangia hatima yako. We are praying today that in our next level, hallelujah, Mungu ataweza kutuunganisha. Mungu atapeleka watoto wetu kiwango hicho kingine, atatuelekeza in the next level in the name of Jesus. My marriage will rise to the next grace in the name of Jesus Christ. Ya kwamba hata katika kazi Mungu atatuinua kiwango kingine cha biashara. Biashara yako umekuwa ukitumainia the same company, the same institution, the same thing. Ni kama bado haujalipwa the pending bills. Yani haujalipwa, mashule bado yamekuitisha uniform, bado haijalipa miaka 2 ama 3 zilizopita, bado unakopa, unasema oh God, mtindo ni ule ule. Hawajalipa ya last year, niliweza kudeliver. Hawajalipa hii, niliweza kufanya hivi. On the mountain of prayer, we are believing God for the next level. Utalipwa mikopo yote ambayo umekopesha. Mungu atatenda. Na kile umekopa, the next level, this future and a hope, I am praying together with us this morning, ya kwamba hata kule umekopa, Mungu atakuwezesha. You hautanadiwa, you will not be auctioned.
Kuna Mungu ambaye atakuinua kiwango kingine na hata atakulipia, kama alilipia yule mjane nyakati za Elisha, akafanya mafuta yatoke kwa ukuta, wakajaza vyombo vyao mpaka wakakosa ingine. Why are we not trusting and believing in the God of miracles? Mungu ambaye anaweza kutekeleza mambo na atende mambo makubwa kuliko yale tunayoyajua. This morning I am pushing your faith, I am pushing my faith that we will believe this God, ya kwamba huyu Mungu atatenda, atafanya, ni mwaminifu. Si ametuambia ako na plan, akatuambia ni mipango ya mema na sio mabaya, na ni mipango ya kutupatia kesho katika lile tumaini. Na sisi ni nani? Tutaomba this plan of God to be executed, this plan of God to be active in our lives and in all that connect with us, anything touching on our path. Inaomba ya kwamba it will carry the future, it will carry the hope in the Lord, in the name of Jesus. Wapendwa, Psalm 37 verse 23, it says this: the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will direct. Mungu mwenyewe ataweza kuongoza. Mungu mwenyewe atatuelekeza katika ile njia ambayo ameweka baraka yetu. I am praying we will not miss the way for our next level. We will not miss the season for our next level. We will not miss the word, that particular word ambayo ni ya kiwango kingine katika mwaka huu. Tuko hapa katika kuomba that the next level of our lives in the year 2025 we will not miss. We are not in gaps. Hatutaenenda na gaps tena. Our God will fill our lives katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, in the name of Jesus Christ, tunaomba katika jina la Yesu. Our trust, oh God, Proverbs 3:5-6, our trust is in you, Almighty. We are not depending on our own understanding. My God and my Father, we know you have a plan, Jeremiah 29:11, and the plan carries good. The plan carries a future and a hope. The plan has no disaster. My God, there is no confusion. Naomba sasa katika jina la Yesu, hatua zote ambazo tunapiga katika mwaka huu ni hatua ambazo ni hatua zinazofaa, ni hatua ambazo zinatuelekeza. You have said you will show us the path of our life, the path to that particular plan you have for us. Ninaomba katika jina la Yesu, wanabiashara unawaelekeza mahali kiwango kingine cha biashara yao umeweka Bwana. Ninaombea walioajiriwa, walio katika makazi, Mungu wetu unawainua, wanapata kibali mbele ya waajiri wao, wanaongezewa mishahara, wanaongezewa madaraka na wako na baraka ya Bwana. Wale ambao wanapanga kutoka kuajiriwa wafanye biashara zao, wale wanapanga kufungua hata biashara zingine, I pray my God with everyone in the marketplace that Almighty God, the next level is a sure thing in their lives, Almighty. Naombea wapendwa ambao wanaombea imani zao, that their prayer life is moving to the next level. I pray with them that it happens in the name of Jehovah God. Naombea wengine ambao wanaomba huduma yao iende kiwango kingine, Bwana tuinue kiwango hicho kingine katika jina la Yesu. Wengine Bwana wamekunywa madawa kwa muda mrefu na afya zao zime remain the same, or they are moving from worse to worse. I pray with them now that God, you are canceling, you are changing that particular way, and you are now giving them another level of health, another level of peace, another level of the favor of the Lord in health, in the name of Jehovah God. Kuna watu wako kwa ndoa, wako kwa familia, wanapitia majuto na majanga, wanaomba another level. Now I pray my God, now I join them in this prayer. Those families, Lord, they are rising to another level of joy, another level of the grace and supply of God in the name of Jehovah, Lord. My Father and my God,
Kuna watu hata wanaomba Mungu, si ufungue njia ya kuenda ng'ambo, si ufungue njia ya kupata makaratasi yangu. Baba, ninaomba ya kwamba wewe unayesikia maombi, you are lifting us, you are raising us to another level in the name of the Lord. We secure the next level on this mountain. We secure the next level on this day in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, wewe unayetufahamu, najua uko kwa mlima huu. Bwana, unatusikia. Baba wa mbinguni, wewe ambaye umetupangia mwaka wa 2025 January through December, ninaomba sasa katika siku ya 7 ya maombezi, si tuinue kiwango kingine. My God and my Father, the way we are on this mountain is not the way we will be meeting in the month of June. It's not the way we will be meeting in the month of July. Kwa maana Bwana, unaenda kutenda, unaenda kufanya, unaenda kujidhihirisha, unaenda kujionyesha katika jina la Yesu. Our God and our Father, I pray ya kwamba Mungu utatenda, Mungu utatekeleza, Mungu utajionyesha katika jina la Yesu. Mungu wetu tenda, Mungu wetu fanya. Tembelea wapendwa, mimi sijui wanapitia nini, lakini naungana na imani zao katika mlima huu. Tupatie kiwango kingine, badilisha maovu, badilisha mabaya, tupeleke katika kiwango kingine kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. Tuinue Bwana katika jina la Yesu. Umetukuka Baba, wewe hakuna jambo gumu na wewe. We pray with the word of God that Father, you may meet your word in our lives in the name of Jesus. Asante Mungu, asante Mwokozi. The next level is our portion. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. I pray that while in this mountain, while in this year, the Bible says in Isaiah 30 verse 21, Isaiah 30 verse 21, your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. I pray that the Lord will direct us in his voice, that our ears will hear him, and we shall be hearing a voice telling us, this is the way you should go, whether to the right or to the left. We are coming for the campus of the next level. We are asking the Lord, direct our paths, oh God. Get us to the next level in the name of Jesus Christ. Ya kwamba Mungu atatuelekeza. Listen to Psalm 32 verse 8. It says, the Lord says, I will, Psalm 32 verse 8. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. The Lord says, I will give you along, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Mpendwa, we are praying the next level, the guidance of the Lord, that we will not miss the path that leads to the next level. We will not be going backward and we are thinking we are making a step forward. Yani hatutakwama ati pale tu ni kuzungusha miguu lakini hakuna hatua ya mbele. Hapana, may the Lord guide us along the best path for our lives, that he will advise us and watch over us in the name of Jehovah God. I pray for us this morning that we will not miss the way, that there will be no fear for the next level. You know, fear is one of the threats for the next level. Ukiwa kwa huu mlima, omba ya kwamba Mungu atakuondolea uoga. Uoga wa kuongea na boss. Uoga wa kufanya uamuzi, I want to try this. Uoga wa kusema no, wapendwa. We are praying. In fact, 2 Timothy 1:7, the Bible says, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. The spirit we operate in, the Holy Spirit of God in us, is the spirit of power. Na kwa hivyo, the next level is all about decisions. Ndio maana tunamwambia Lord, guide us,
that we shall make the right decision. If you are shutting down something, it will be the right decision. If you are investing somewhere, it is the right decision. If you are resigning, it is the right decision. We are praying that God will guide us, that fear will not be a portion of us, ya kwamba Mungu atatuondolea uoga, tutaweza kuamua. In Joshua 1:9 it says, this is my command, be strong and courageous. Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Wherever you go. Wapendwa, I am praying that we will be freed from fear. In Psalm 34 verse 4 it says, I prayed to the Lord and he answered me. He freed me from all my fears. Hallelujah. He freed me from all my fears. Naomba asubuhi ya leo ya kwamba mpendwa, Mungu atatuondolea uoga. You will be able to say yes where yes is the right answer. You will be able to say no where no is the right answer. Wapendwa, hata kuna watu wengine unaogopa hata kuachwa na watu ambao wanakupenda, watu ambao pengine ulikuwa unawaangalia juu katika maono yako. I am letting you know that Gideon aliambiwa na Mungu, out of 32,000 men ambao alikuwa amechagua wapigane vita, aliambiwa na Mungu, I am the one with you. Wacha hawa 31,700 warudi. Hallelujah. Na Gideon alishindaniwa na Bwana na only 300. Kwa hivyo, if you are about to make a decision, if it is a decision from the Lord, do it. Achana na hao watu. Achana na hao watu. Mungu ataenda kufanya jambo jipya na hao wachache. Our Lord is not known to win battles because of multitudes, because of the arms. Hapana. Mungu kama amesema muachane, ama hata amewaamurisha wakuache, usiwe na shida. Katika huu mlima, mwambie Lord, my next level is not connected. It's not about who is attached to me. It is about who you attaches. It is about your presence together with me. It is about your instruction, about the next step that I should take. Hallelujah. Be bold. Joshua naambiwa, have I not commanded you to be courageous, to be bold? Hallelujah. To know that I am God. I will guide you. I will show you the path in the name of Jehovah God. Wapendwa, amini. Hata kama kuna sheria inapinga kile unahisi unataka kufanya, wewe inuka. Kama ni Mungu, fanya. Yeye ndiye anajua vile atakabiliana na hizo sheria katika jina la Yesu Kristo. I am praying today that on the mountain of prayer, you will connect with your next level. You will call upon the name of the Lord for the next level in the name of Jesus Christ. Isaiah 41 verse 10, it says, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. I pray this morning that your spirit is boosted and encouraged katika jina la Yesu Kristo, kwa maana Mungu yu pamoja nasi. The last item, the last scripture I read for encouragement this morning on the mountain of praying for the next level is Deuteronomy 31 and verse 6. It says, so be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. That is Deuteronomy chapter 31 and verse 6. So be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you.
He will neither fail you nor abandon you. Mpendwa, the next level requires boldness. The next level requires courage. You must make that step. Fear no more. Take that step. Take it in the spirit. Lift it now in prayer. Mwambie Bwana, I am about to make this decision. My God, confirm, guide, advise me on the mountain I came, because I am believing ya kwamba unaenda kunitendea, unaenda kunifanyia, unaenda kujidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, this morning I pray with us and I ask us ya kwamba ikiwa siku ya 7 katika maombezi na katika mlima wa Bwana, that the Lord will grant us the next level in the name of Jesus Christ. Father, in the name of Jesus, we are believing together with my brothers and sisters every scripture you have spoken to us today, every revelation that you give to us on this mountain. My God, I pray, lead us to the next level. Get us to the next level. Bless thy people, encourage us, refresh us, that we will be able to take that bold step for the next level. We love you, Lord. We look up to you, Lord. Help us this morning. Help us on this 70th day and get us there. Thank you for what you have done, what you are about to do, and we pray for strength for the next 33 days to the 40th day. My God, encourage us. See us through and hear our calls, and be pleased to answer and to give us your plan that will give us a hope and a future in the name of Jesus. We bless your name and we receive your word. Lord, hear our voices, our cries, our prayers this morning on the mountain throughout the day. In Jesus' name we pray and we leave it to you, oh God. Amen, amen, amen. Wapendwa, Mungu awabariki na Mungu awaneemeshe na mkono wa Bwana uwe juu yenu. Every morning we are gathering here on all our platforms on Facebook and YouTube, and the purpose is for prayer. And so if you need encouragement, this is the place to be every morning 6 a.m. to 7 a.m. tukiomba. Wapendwa, ninawapenda, siwajui wengine wetu, but ninawaombea baraka na Mungu atupatie nguvu na neema ya kuomba zaidi katika huu mlima. We are on 40 days path of fasting and prayer. Tunaomba katika siku 40. Tulianza tarehe 2, tutaenda kumalizia pale tarehe 10 by the grace of God. Tunaomba ya kwamba Mungu atasikia maombezi yetu, Mungu ataweza kutupatia. How we are doing our fasting? Our fasting is partial fasting or vegetable fasting, or what you may call Daniel's fast. In this kind of fasting, you take fruit, you take beverages, and you take vegetables, and then you pray. Lakini kama wewe ni mgonjwa, take your medication and eat, but keep praying. Keep making sure that you are in the spirit, in the attitude of prayer, ya kwamba Mungu ambaye anakujua atakuponya. If you can fast na umejiunga nasi leo, si ujiunge nasi na uanze na sisi, tuendelee by the grace of God, na Mungu atatenda. If you would want to share with me maybe your prayer items or issues, you can DM me through that number that have been put there by my brother Edward Jeru, 0725743631, 0725743631. Unaweza kunitext, unaenda ku WhatsApp, na pia you can also inbox me pale kwa Facebook, na Mungu atakubariki na Mungu atakujalia katika jina la Yesu. Let's keep talking, let's keep sharing, naye Mungu atatutendea katika jina la Yesu Kristo. Mungu awajalie, Mungu awaneemeshe mpaka kesho. Our item today is the next level. May the Lord favor you. Have a great Wednesday in the presence of God on his mountain as we pray. Shalom and God bless you. Amen.